Shalom tena mpendwa katika Bwana. Tunamshukuru Mungu, yeye ambaye ni mweza yote katika maisha yetu, ambaye ameenda kusaidia na kutekeleza furaha yetu kwa timilifu katika maisha yetu. Basi ndugu mpendwa, mahali unapokuwa, na kutakia tu neema ya Mungu iwe pamoja nawe, na utukufu wa Mungu iende ikaangaza katika maisha yako mahali pote unapokuwa. Nataka uombe pamoja nami maombi ya vita ya kutumia alama za Mungu. Yaani maombi ya vita ya kutumia alama za Mungu. Adui anakuja kuiba, kuua na kuharibu kila kitu chetu. Ni lazima kuwa tayari kupambana na maadui. Tujue silaha zetu na kutumia neno la Mungu. Ni lazima kujifunza neno la Mungu na kulitumia katika maisha yetu ya kila siku. Kuna wale ambao hawajali hata kusikiliza maneno ya Mungu wala kutumia neno la Mungu katika Biblia. Ndio maana adui shetani anaweza kuwakamata mateka na kuweza kuwafanyia majeraha katika mambo yao. Ni kwa sababu hana neno la Mungu ndani mwake. Yaani Kristo amesema katika kile kitabu cha Yeremia ile sura yake ile ya 23:29, Baba, neno lako si kama moto, asema Bwana, na kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande. Na simama sawa na neno lako na kuvunja vipande 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 kila mipango ya kishetani, miradi na kazi mbaya za adui katika pepo nne za dunia, katika jina la Yesu Kristo. Basi tutenda katika maombi pamoja nawe. Baba, tunasimama kulingana na neno lako katika kile kitabu cha Waebrania sura yake ile ya 4:12, ambayo inasema maneno lako Mungu ni hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote, ukatao kuwili na kuchukua mamlaka ya neno lako, ambalo ni upanga na kugawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani ya kila nguvu za uchawi. Ndio maana wachawi wameweza kushambulia nafasi yetu, wameweza kukamata nafasi yetu. Tunatumia neno lako iwe upanga ya kuvunja na kuharibu kila misingi zote za adui, ikawa yoyote adui katika ardhi, katika chini ya maji, hata katika ulimwengu wa roho. Baba, tunafunja kila enzi zote na falme za giza katika mamlaka ya wakuu huu wa giza, kulingana na neno lako katika kitabu kile cha Efeso sura 6:10 na 17. Ndio maana Kristo tunavunja kila roho za mishale za giza, roho za moto za yule adui wasiri, ya adui ule anayejulikana, na kila pepo ya utambuzi ya adui wa ndani wa mamlaka zingine zote za adui, kwa kuwafungwa na tunawatupa katika shimo la milele. Haba ndio maana adui wote tunawatupa katika shimo la milele katika jina la Yesu Kristo mwana Nazareti aliye hai. Tunasimama kulingana na lako katika kile kitabu cha Yeremia sura yake ni ile ya 23, ya kwamba neno lako ni kama vile moto ambalo linavunja kila mipango za adui katika maisha yetu. Haba tunatumia neno lako kulingana na ile kitabu cha Yakobo sura yake ni ile ya kwanza 22:25, ambayo inasema kwamba neno lako ni kama kioo, na tukutumia mamlaka ya neno lako na kubamiza, kuangamiza vipande vipande vioo vyote vya mapepo. Ndio maana kuna wachawi ambao wanafanya maevocation kupitia makio, kupitia roho za giza, kupitia njama mbaya. Tunavunja hizo kioo za giza, hizo kioo za mapepo. Baba, tunavivunja vipande vipande vioo vyote vya mapepo ambavyo adui hutumia kutufuatilia maendeleo yetu, yani mafanikio yetu, yani mustakabali wetu, yani baraka zetu na yote yaliyo yetu. Naamrisha madui kuona shughuli zao mbaya na kushindwa na anguko katika vioo vyao vya kipepo katika jina la Yesu Kristo. Baba, neno lako ni kama maji ambayo yanatusafisha dhambi zote na uovu, kulingana ile kitabu cha Efeso 5:29-27. Natumia maji ya Bwana Mungu Mwenyezi kuwazimisha maadui, mafarao wote, Mayezebeli wote, Magoliati wote, maadui wote wengine wote wa maendeleo yetu katika bahari ya Shamu, sawa sawa na Kutoka katika ile sura yake ni ile ya 15. Baba, nasimama kulingana na neno lako ambalo linaniambia katika kitabu cha Zaburi 107 shairi lake ni ile ya 20, kwamba neno lako ni kama dawa. Nasimama sawa sawa neno lako ambalo ni kama dawa na kuponya mioyo yetu na machungu yote, uponyaji ya kimwili, kiakili, kihisia na kiroho. Naomba neno lako liturejeshe mara moja
kila kitu kilichopoteza katika jina la Yesu Kristo. Baba, kuna adui ambaye amependa kuteka samani yetu, kuteka afya yetu. Ndio maana tunarejesha kupitia jina lako katika damu tukufu la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, tunaomba jina lako lije likatende kazi, jina lako liende likatende yaliyo mazuri katika damu tukufu la Yesu Kristo mwana Nazareti aliye hai. Amen. Basi pia naweza kuombea katika kipindi hiki cha maombi ya magharibi, ukutana muujiza wa Mungu mahali pote unapokuwa, uongozwe karibu na nguvu za Mungu katika pepo ine za dunia. Basi nakutakia uwe na wakati mzuri. Hivi usikose kutuoje kuona namba ambayo inaonekana kwenye screen yako, na Mungu atenda kutenda kazi kwa ajili yako. Wasiliana nasi kwenye namba ambayo inaonekana kwenye screen yako. Basi muda wangu utoshi, na kutakia uwe na wakati mzuri. Ila wakati unaokuja mwingine tutaweza kuomba juu yako ndani ya maombi ya kumteketeza shetani na nguvu za giza. Maombi itakayofuata itakuwa ya kusema maombi ya kumteketeza shetani na nguvu za giza. Uwe na wakati mzuri. Amen.